Naam, haleluya mtu wa Mungu. Leo ninakuja na kichwa kisemacho ama ujumbe wenye kichwa kinachosema ya kwamba ifanye sauti ya mtu wa Mungu kuwa ni ya kwanza kutii kuliko sauti za wanadamu wasio na Mungu. Sauti ya mtu wa Mungu. Wako watu wengi wa Mungu katika nchi yetu hii na katika dunia nzima pia. Kwa hiyo nataka nikwambie kwamba katika jambo lolote unalolifanya, tanguliza kwanza kuwatii ama kuwasikia ama kuwasikiliza watu ambao wana roho ya Mungu, kwa sababu wanaeleweka, wanatambulika. Watu hawa wasikilize sana. Inawezekana unataka kuanzishe kazi fulani ama jambo lolote unalotaka kulifanya. Kama wewe yani wewe kama wewe huna Mungu ndani, nataka nikwambia kwamba tanguliza kwanza kuwasikiliza watu wenye roho ya Mungu. Usiwasikilize hao watu wengine ambao hawana Mungu. Wanaenda kwa akili zao wenyewe, wanatumia mbinu za kibinadamu kabisa. Ndugu yangu, tanguliza kuwasikiliza watu wenye roho ya Mungu kwanza. Au watatoa msaada kwa wa kimungu wakati wowote. Licha ya kwamba watakuwa wanakukemea, wanakuonya, wanakukaripia kwa namna yoyote ile, lakini ndugu yangu, tanguliza kuwasikiliza watu wenye roho ya Mungu kwanza. Watakufikisha mahali. Ukisoma kwenye hiki kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 27 na huu mstari wa 9, anasema ya kwamba na wakati mwingi ulipokwisha kupita na safari ikiwa ina hatari sana, kwa sababu siku za kufunga zilikuwa zimekwisha kupita, Paulo akawaonya. Tunamwona mtumishi wa Mungu Paulo hapa kwamba alikuwa amekamatwa kwa sababu ya Injili. Hasa kuna wakati ilitakiwa wasafiri waende mahali fulani. Sasa kabla hawajaondoka, hawajang'oa nanga waanze kusafiri, Paulo akatoa ushauri ya kwamba akaambia wanaume, naona kwamba safari hii itakuwa na madhara na hasara nyingi, si ya shehena na merikebu tu, ila na ya maisha yetu pia. Mstari wa 11, lakini yule akida akawasikiliza nahodha na wenye merikebu zaidi ya yale maneno aliyosema mtumishi wa Mungu Paulo. Tunaona ya kwamba ni wakati ambapo Paulo alikuwa ameshikwa kama mtu ambaye ni gaidi fulani, lakini kwa sababu ya Injili akawekwa miongoni mwa wale wafungwa ambao walikuwa wanaonekana kwamba hawa ni watu ambao wana makosa, na yeye akajumuishwa kwenye ile kundi. Lakini akatoa ushauri kabla ya meli haijaondoka kwamba ndugu zangu, hii safari itakuwa na misukosuko mingi sana. Kwa hiyo alijaribu kutoa ushauri pale kwamba ikiwezekana tusing'oe nanga. Lakini tunaona kwamba huyu akida ambaye alikuwa ni kiongozi hakumtii Paulo. Akaona ni bora awasikilize wale ambao walikuwa ni watu wenye heshima zaidi ya Paulo. Sasa matokeo yake tunaona ya kwamba baadaye, wakati wanaendelea kusafiri, kile chombo kikaanza kupata misukosuko mingi sana. Kile chombo kilipata misukosuko mingi sana ukiendelea kusoma. Na baada ya matatizo kuwakuta, wale watu ndio wakaanza kukumbuka kwamba jamani, Paulo alikuwa anasema jambo la kweli, huyu ni mtu wa Mungu. Lakini walikuja kukumbuka baada ya matatizo kuwa yamewakuta. Kwa hiyo wewe mwanadamu ambaye upo kwenye utawala wa aina yoyote, hata kama ni kiongozi wa aina yoyote katika dunia hii na katika nchi hii, inakupasa uwasikilize sana viongozi, yani watu wenye roho ya Mungu, kwa sababu hao wamebeba jambo ambalo litaleta matokeo chanya katika maisha yako na pia katika jambo unalotaka kulifanya. Wako manabii wengi ama wachungaji wengi ambao ni wa uongo. Sasa ukiwasikiliza watu kama hawa, wataishia tu kukufariji kama wale manabii ambao walikuwepo katika kipindi cha Mikaya, nabii Mikaya.
walimfariji tu mfalme kwamba kwea ukafanikiwe, utashinda vita. Lakini nabii Mikaya ambaye alikuwa ni mtumishi wa Mungu wa kweli alimuonya yule mfalme kwamba hiyo vita unayotaka kwenda pigania hautashinda, utashindwa tu. Kwa hiyo yule mfalme angemsikiliza Mikaya basi angeokoka, lakini kwa kuwa alimpinga, aliona ya kwamba huyu yuko peke yake na anamtabiria mambo ambayo ni kama ni mabaya kwake. Kwa hiyo akaona ya kwamba ni kama yatakuwa ni hasara katika maisha yake, lakini angemsikiliza ingekuwa ni kupona kwake. Kwa hiyo mtu wa Mungu, inakupasa jambo la kwanza usikilize, utii kile ambacho utaambiwa na mtu ambaye ana roho ya Mungu. Usisikilize kila maneno ambayo yanasemwa. Sikiliza kwanza mtu mwenye roho ya Mungu. Na tukiangalia katika Biblia, ufalme wowote ambao uliibuka na kuwa na nguvu sana ni ule ambao ulikuwa kwanza unamtanguliza Mungu. Wale wafalme ambao walikuwa ni viongozi waliokuwa wanawasikiliza sana manabii wa Mungu na kuwatii na kukisikiliza kile ambacho walikuwa wanaambiwa juu ya ule utawala, basi ule utawala ulipata nguvu sana. Tukiangalia hata katika utawala wa Daudi Mfalme Daudi alikuwa ni mtu ambaye alikuwa jirani sana na Mungu. Hata utawala wake ukawa na nguvu sana. Lakini utawala wa Yezebeli na Ahabu, hawa ni wafalme ambao hawakutaka kuitii sauti ya Mungu. Waliwasikiliza manabii wa uongo. Walisikiliza kufarijiwa tu, hawakutaka kuisikiliza sauti ya Mungu wa kweli. Tunaangalia uhalisia ni kwamba Nabii Eliya alipoinuka, kweli wale watu walijuta. Utawala wao ulijaa majonzi na mateso ya kila aina. Kwa hiyo katika jambo lolote, katika utawala wowote ambao upo, inakupasa wewe ambaye ni kiongozi au mtawala, inakupasa uwe unasikiliza sauti ya watu wa Mungu. Hata kama watakuambia kwa maneno makali, hata kama watakukemea kwa namna yoyote ile, inakupasa uwasikilize. Inakupasa uwatii, usiwadharau, usiwapuuze, wala usiwatupie gerezani, wala kuwafunga. Kama tunavyoona katika kizazi cha leo, ni kweli kuna mtu mmoja alikataza ushoga hadharani, akalimwa faini 500,000. Tukija kwenye uhalisia, huyu mtu ana roho ya Mungu, kwa sababu jambo alilokuwa analitetea ni la kweli. Lakini kwa kuwa wanadamu ni kama tumepotoka, tukaona ni heri huyu mtu ateswe ama apewe adhabu ya namna hiyo. Lakini ndugu yangu, nikwambie kwamba ufalme wote ili uwe na nguvu, inakupasa umtii mtu aliye na roho ya Mungu kweli. Wale watu wangemtii Paulo, basi yale madhara yasingeweza kuwatokea kule mbele. Tasoma kwa muda wako kitabu cha Matendo ya Mitume 27 na kuanzia mstari wa 9 na kuendelea. Pia kitu kingine cha kuzingatia ni kwamba heri kupokea maonyo kuliko kupakwa mafuta kwa mgongo wa chupa. Heri kuambiwa ukweli mahali unapokosea kuliko kufarijiwa na kutukuzwa ama kupewa heshima ikiwa wewe una makosa. Yaani unafanya makosa alafu unataka kufarijiwa ama kutukuzwa ama kusifiwa, kushangiliwa. Ni heri kupokea maonyo ili usije kukutana na madhara ya kule mbele kuliko kutukuzwa, kushangiliwa. Jambo jingine ni kwamba Paulo alionekana kuwa ni mtu wa Mungu baada ya wale watu kupata matatizo makubwa. Hilo nimeshaliongelea. Pia jambo jingine ni kwamba utawala bora na imara katika Biblia ni ule ambao ulikubali kuwatii na kuyasikiliza maneno ya kinabii. Mfano mji wa Ninawi katika kile kipindi cha nabii Yona. Yona aliambiwa na Mungu kwamba akatangaze kwamba iko hukumu inakuja kwa sababu ya yale maovu ambayo yalikuwa yanatendeka katika ule mji.
Wale watu wa Ninawi walipokubali kutii yale maneno ya nabii, basi walipata kupona, hawakuingia katika madhara ambayo yalikuwa yamepangwa mbele. Mungu anahitaji watu wanaojinyenyekeza na kutii. Unapoambiwa kwamba haya ni mabaya katika utawala wowote, inakupasa utii. Pia inakupasa kuyasikiliza sana maneno ya mtu wa Mungu kabla ya yale mabaya hayajakutokea, ambayo yule mtu wa Mungu alikuonya. Mtu wa Mungu yeyote anapokuonya kwamba kuna mabaya yanakuja, chukua hatua kabla hayo mabaya hayajakutokea, maana yatatokea tu. Sababu huyo mtu anaona, ana macho ya kimungu, kwa hiyo anajua siri za mbinguni, nini kinaendelea. Mtii na kumsikiliza yeye. Mungu akusaidie sana. Ni sauti ya mtu aliye nyikani ikisema, tengeneza njia ya Bwana, nyosha mapito yake. Yuaja Bwana na malipo kwa kila atendalo mwanadamu, katika uso wa nchi litapata.